Katika kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM, ahadi zilizotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa wilaya Buhigwe ni pamoja na ujenzi wa kiwanda, ambapo leo hii mbunge wa jimbo hilo anawakumbusha wananchi kuendelea kuongeza wigo wa uzalishaji wa zao hilo ili kukidhi mahitaji. Akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika kijiji cha Mzeze, mbunge wa jimbo la Buhigwe Profesa Pius Yanda anasema zao hilo linatakiwa kuzalishwa kwenye vijiji vingine vya wilaya hiyo. Kilimo cha tangawizi kisiishie Mzeze tu, vijiji vya jirani na vyenyewe viendelee kulima tangawizi, kwa sababu kama kutakuwa na viwanda vitaweza kufanya kazi tu kama uzalishaji ni mkubwa pia. Na siamini kama vijiji vya jirani, kwa mfano kata ya Janda, kwamba wakipanda tangawizi haziwezi kuota. Nimeambiwa kuna watu wamejaribisha hata Buhigwe kule na zimekubali. Sasa tuone ni jinsi gani hata kata za jirani waanze kuzalisha kulima tangawizi. Na uhakika hiki kilimo kilianzishwa na watu wachache, walipoona kinakubali ndio wakaanza kulima kwa wingi. Kwa hiyo natamani vijiji vingine vyote viweze kulima hilo zao kwa wingi, na kama kuna uwekezaji wa viwanda, basi maana yake ni kwamba mauzo ya hizo tangawizi yatakuwa makubwa zaidi. Baadhi ya wananchi akiwemo Metusi Enoki wanaeleza kuwa kwa sasa bado wanalima kimazoea na hivyo uzalishaji kuwa ni mdogo, lakini pia changamoto ya masoko bado ni kikwazo kwao kujikwamua kiuchumi. Kata ya Mzeze ni wakulima wazuri wa zao la tangawizi na ni miongoni mwa mazao ambayo yameonekana kuleta mabadiliko kiuchumi katika mtu mmoja mmoja na hata halmashauri yetu, lakini pia kwa taifa zima la nchi hii. Zao hili ni zao ambalo linatumika kwa shughuli mbalimbali. Wanatengeneza mafuta ya kupaka, sabuni, lakini pia ni sehemu pia ya kinywaji. Inatumika inapatikana kwenye juisi, inapatikana vile inatengeneza pia virutubisho mbalimbali kwenye mwili. Changamoto ya zao hili inakabiliwa na mambo mbalimbali. Moja ni elimu pia bado wakulima tunalima kilimo cha zamani. Uwezeshwaji wa kitaalamu bado ni mdogo ukilinganisha na hali halisi ilivyo. Lakini vile tangawizi hili linakabiliwa na changamoto ya bei zake sio za uhakika. Tunategemea madalali, kia hali ambayo inapelekea mkulima kupata kipato kidogo ukilinganisha na swala la uzalishaji. Viwanda ni muhimu kwa sababu kiwanda kikiwepo kinatengeneza uwezekano wa kupata kwanza bei ya uhakika tunakuwa nayo, na endapo kiwanda kitapatikana kitakuwa ndio mwarobaini wa pekee. Kwenye mkutano huo, baadhi ya wananchi akiwemo Amani Mwarwa walipata fursa ya kuuliza maswali. Changamoto ya huduma ya maji iliibuka. Chanzo chetu kiko wazi, yaani maji yakija yanafanana mengine na damu, yanafanana kijivu. Kwa hiyo chanzo kile sio kizuri. Mheshimiwa mbunge, tunaomba tutengenezwe uzio. Hapa mbunge wa jimbo la Buhigwe Profesa Pius Yanda akatumia fursa hiyo kumpigia meneja wa RUWASA kutoa ufafanuzi wa changamoto hiyo. Nakumbuka tulijadiliana tuseme tuangalie maeneo yote yenye changamoto, tuanze kuyafanyia kazi, turatibu hili jambo, tuone tutafika kwenye hatua mpaka wapi. Sasa naunganisha wakati tunaongea wasikie. Tumepanga turudi kwenye mpango ili tuwajengie chanzo. Kwanza tutakuwa tumesaidia kuwepa ile mifugo ambayo unakuta inatembea kwenye vyanzo na kuharibu maji, lakini sababu kujenga chanzo hicho kitasaidia kutunza ule uasili wa chanzo ili maji yaweze kuongezeka. Katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Buhigwe Salum Hamisi anaeleza changamoto hizo zote, utatuzi wake umeelezwa katika ilani ya chama hicho. Ahadi zile tutazitekeleza kwa vitendo. Waliongea Mheshimiwa Diwani, ahadi alizozitoa Mheshimiwa mbunge, ahadi alizozitoa Mheshimiwa Rais, lakini na ilani yetu ya uchaguzi, na tayari baadhi ya mambo tumeanza kuyafanya. Ziara ya mbunge Profesa Yanda wilayani Buhigwe imelenga kutoa shukrani kwa wananchi, lakini pia kuhamasisha wananchi kujikwamua kiuchumi kupitia mazao ya kilimo ikiwemo mchikichi, tangawizi, tumbaku na zao la parachichi.